mama sio mama yangu, labda nilibadilishiwa hospitali, au pia hata huyu babangu anipendi kabisa, au huyu sio babangu. Tunasikia kauli kama hizi. Kwa hiki ninachokisema na hayo unayoyasema yana utofauti. Hapa tunaongelea tu upendo wa mtoto mdogo wa kike kwa baba yake huwa unazidi kuliko kwa mama yake. Na mtoto wa kiume vile vile. Lakini wanaenda hivyo, wanakuwa hivyo. Unaona wa kiume anakuwa karibu na mama. Ndio maana wazee wa zamani walikuwa wana tabia ya kuwasha moto jioni pale nyumbani na kuwaita watoto wote wa kiume wakakae kwenye moto alipokaa baba, ili wajifunze ule ubaba. Halafu watoto wa kike wote wanasukumiwa jikoni huko wakakae huko walikokaa wanawake, ili wakajifunze mambo ya wanawake. Lakini kimjini hata ungefanya research wewe mwenyewe utajionea kwamba watoto wa kike wanapenda sana kudeka kwa baba zao. Mbona mimi nawapenda wote sasa? Sijasema uwapende, nasema tutofautishe hiyo unaotaka kuileta hiyo mada ya kuhusu kupendana na kuhusu ninachofundisha kuhusu nature ya mtoto wa kike kwa baba yake na mtoto wa kiume kwa mama yake. Tunasema hivi, kwa hali hiyo inakuwa mpaka sasa tukija kwenye issue ya kwa nini watu kufarakana na kugombana, au kwa nini mtoto alalamike mama yangu hanipendi au baba yangu hanipendi, hayo sasa tunakuja kwenye swala la urafiki katika familia. Kwamba tangu mdogo baba hajajenga mazoea ya kumuona mwanae ni rafiki yake, au mtoto hajajenga mazoea ya kumuona baba ni rafiki yake, au wazazi hawajajenga tabia ya kuwafanya watoto wao kuwa rafiki zao. Nilisema siku moja hapa, mnaweza kuwa mmezaliwa tumbo moja lakini nyinyi si marafiki. Kinachounganisha nyinyi ni ule undugu tu, kwamba ni damu moja, lakini sio marafiki. Kwa hiyo unaweza kukuta katika watoto 9 mmoja na mmoja wawili hawa wanapendana, hawa ndio wenye urafiki, wanaazimana kitu, wanaambizana shida zao. Anaweza akapatwa na kitu mpaka wanajiuliza basi tuko hapa hajatuambia, lakini yule aliyeko dau, aliyeko same plan, mbona yule ndio ambaye kaambiwa, kwa nini si hajatuambia? Kwa sababu hazi hivi, yani sio rafiki japo ni ndugu. Kwa hiyo wakati mwingine wazazi kwa namna moja ama nyingine, wao wenyewe kama wanajiweka mbali na watoto, wanaweza kuleta hilo gap la mpaka mtoto aone kwamba mimi hanipendi. Kuna wazazi wengine hawajali tu. Yani yeye mtoto kuna kitu anahitaji au anataka kuona ukaribu wa baba au wa mama, akisogelewa, we toka, nimechoka niache. Kwa hiyo anamweka tu mbali yule mtoto, mpaka baadaye mtoto anakuwa na mawazo na maswali, hivi huyu ni mama yangu? Je, huyu ni baba yangu? Mbona nikimfuata labda namchangamkia, ananifokea, ananifukuza, ananiambia amechoka. Haoneshi ule upendo wa kwamba yeye yule ni baba yake. Akitaka kudeka hivi, akitaka kufanya kitu fulani hivi, anavyofokewa au anavyochukuliwa ndio inamfanya yeye anarudi mbali. Kwa mfano, kuna wazazi wenye mali, mtoto haruhusi kugusa gari ya baba yake, haruhusi kugusa chochote. Umeelewa? Kama ambavyo hata wanawake wako ambao hawaruhusi kugusa vitu vya waume zao. Sasa yani unakaa unawaza, hivi mimi hapa ni kwetu, ni kwangu, au labda mimi sio wa hapa? Umeelewa? Kuna vile vitu ukiangalia kwa wengine unaona wazazi wao wanawafanyia, lakini ukitazama kwenu vipo, lakini huna mamlaka, huruhusiwi. Umeelewa? Ndio hivyo vinaweza kuleta hayo maswali. Au kutokujali tu, mtoto amepatwa na tatizo fulani ambalo angetarajia mzazi atajitoa kwa haraka, lakini ukuta labda mzazi wa upande mmoja tu ndo anajitoa sana, yule mwingine paka mtoto anaweka question mark. Wangekuwa mtoto wa fulani baba yake angeshafika au mama yake angeshafika. Mbona mimi baba tu ndo anawahi, au mbona mimi mama tu ndo anawahi kwenye mambo kama haya? Hivi huyu ni baba yangu kweli? Mbona hajali? Mbona apige hata simu? Mbona hajaje hata kuniona? Umeelewa? Kwa hiyo kutimiza wajibu pia kunasababisha hayo maswali kwa watoto. Wanaanza kuwaza kwamba mbona tu kila kitu mama ndo anafanya. Hivi baba ni baba yangu kweli? Yani akihesabu hajawahi kuona tukio ambalo baba yake amefanya kwa macho yake, kwa uzoefu wake. Kwa anaweza kuanza kudhani kwamba baba yake ampendi, au baba ndio amekuwa akifanya hilo, haoni mama akifanya. Kwa hiyo mtoto anajipa maswali, hivi ni mama yangu kweli au mimi nimesingiziwa tu? Umeelewa? Kwa hiyo wazazi wakitimiza majukumu yao kwa watoto wao, na hasa haya maswala ya upendo kwa watoto na kuwafanya watoto kuwa marafiki, hakuwezi kutokea maswali kama hayo. Hata ungemdanganyaje mtoto? Nakwambia nani? Baba yangu ananipenda. We, unaona sasa hivi nimekamatwa sini kwa polisi. Baba yangu lazima aje. Na kweli baba yake lazima aje. Kwa sababu ndivyo nature ya baba yake amemjengea hivyo. Kwamba alipo na shida mwanae baba lazima aibuke. Anamkimbilia. Kwa hiyo hata angefanyaje sema huyu kanipiga leo, nenda kumwambia babangu, sababu anajua baba yake huwa anajali. Kwa lazima kwanza yani anapopata matatizo yani anayabeba yeye afasi kwamba dadi atakuja. Kwa hiyo tujitahidi wazazi kufanya watoto wajivunie kwamba wana wazazi. Tena balance. Wazazi wote wajitume, kila mmoja kwa nafasi yake, ili mtoto iweze kubalance kwamba wazazi wake wanampenda na aone kwamba yuko katika familia sahihi. Umeelewa? Na hapo niongezee jambo moja, kumekuwa kuna shida ya wazazi ambao tunakuwa tuko busy sana na majukumu mengine kuliko familia.
Yani ada za watoto unampa mama akalipa. Kununulia watoto sije nenda Karume, nenda Kariakoo, nenda wapi, unampa pesa yeye ndo akafanya nini? Akafanye manunuzi kama ni nguo, kama ni nini. Ukiamini yeye ndo yuko nao muda wote, anajua saizi zao na nini. Sasa kuna wamama siku hizi wamekuwa ambao sio waaminifu. Yani unamwachia matumizi yote hayo. Na kwa kuwa wewe unaondoka mapema pengine kuliko watoto, kwa hiyo unakuwa zile pesa unamkabidhi yeye usiku au asubuhi sana, unaondoka kwa hiyo kwenye majukumu yako. Yeye anaanza kuambia watoto kwamba baba yenu hatuagi, mimi tu ndio nawashughulikia, ada mimi ndio nalipa, sijui nini. Sasa nimekuwa nikijaribu kuwashauri wanaume pia nao wabadilike, kwa sababu hili limewatenga sana wazazi wa kiume na watoto. Mimi ndo nawahangaikia, mimi ndio kila kitu, umeelewa? Na mtoto akiangalia kweli ada anayeleta shuleni ni mama, akiangalia anayekuja siku za kutembelea watoto shuleni anayekuja ni mama, baba yuko busy. Kwa mama akitumia mwanya huo kama sio mwaminifu wa kusema kweli, itaonekana tu anayewatunza na kuwajali watoto ni mama peke yake. Sasa na washauri wanaume, wewe hata kama una vyeo vikubwa kiasi gani, nenda na magwanda yako kule shuleni. Nenda mwanao ajivunie kwamba babangu ni msoja, cheo chake ni hiki. Yaani ukiingia pale shule yote wajue babake fulani kafua. Umenikumbusha rais wa Gabon, na muonaga yule mwanajeshi yule. Anaenda shuleni, anawapeleka watoto wake shuleni mwenyewe. Na ni rais wa nchi. Kwa hiyo kuna umuhimu, ni kijana ni mdogo tu, ni kijana. Hata angekuwa mzee, lazima utambue majukumu yako. Umeelewa vizuri Mzazi lazima kutambua majukumu yako, lakini pia wamama wabadilike. Wawe wanawaambia watoto hapo ndo kazi ya sana. Wabadilike na wawaambie watoto ukweli. Hizi nguo nimekununulia, lakini baba yako ndio aliyenipa hizi pesa. Kabisa. Hawasemi, wamama wengi hawasemi, wanapiga muda kujieleza hivyo tu. Kwa nini wewe hauna? Kwa nini jieleze hivyo sana? Yani waeleze watoto ukweli. Kwa nini unamdhalilisha? Yani kwa nini umdhalilishe mtoto mmeo kwa watoto? Pesa ile mwisho wa siku, nisikilize, mwisho wa siku unawafanya watoto na mdharau baba na kuona baba si kitu. Lakini kumbe chakula wanachokula, kila kitu pale, kodi ya nyumba na kila kitu anayefanya ni baba. Lakini kwa sababu wanamuona mama ndio anamuita mwenye nyumba, anamlipa zile pesa, watoto waendelea na yeye mama amezoea kuambia kila kitu nafanya mimi. Kwa hiyo akiona kodi mama amelipa. Shuleni analeta ada, mama analeta. Chakula anaenda kununua mama. Lakini kumbe pesa zinatoka kwa nani? Kwa baba. Kwa hiyo nilikuwa najibu hiyo hoja ya kwa nini wanachukia upande mmoja na kupenda upande mmoja. Sasa hapo dokta, kuna la kujirekebisha hapo. Ndio na mimi nikasema naomba pande zote zijirekebishe. Yes, kwa nini mama tu aonekane hivyo? Uongo? Sio kusema uongo. Wewe majukumu yako ni rahisi kufanya hayo. Mumeo yuko busy. Mimi naongelea wanaume walio busy. Ndicho nilichozungumza hapo. Nikasema kuna wanaume wako very very busy. Yaani very tight. Wanaagiza lakini kila kitu wanafanya. Pesa wanaacha. Sasa yule mama badala ya kusema ukweli kwamba huwa anaacha, mimi ndo nafanya 1 2 3, lakini pesa anatoa baba yenu. Yeye anaanza kujenga ile chuki. Mlishamwona shuleni kwenu hata siku moja? Hatujawahi kumuona. Alishawapeleka kununua hata nguo. Hajawahi kufanya. Madaftari ananunua. Ni wewe mama, lakini pesa zinatoka kwa mama. Umenielewa Kwa hiyo nilitaka kusahihisha hapo. Wanawake wa namna hii wajirekebishe, kwa sababu wanachopanda kwenye mioyo ya watoto sio kitu kizuri. Wanamchukia baba na kumwona baba sio kitu. Sasa anapokuja yule baba kustaafu, wanamwangalia kama nyanya mbichi. Hajawahi kutufanyia chochote huyo. Lakini sasa baba hapa amestaafu, anataka kuona watoto wake. Anataka wakumbatie, maana ule ubizi umefanyaje? Umekoma, si amesha staff kazi. Anawapata watoto. Na wenyewe hawana time naye, wakijua hakuwa na time nao. Dokta, sisi tumeona wakati tunalelewa, baba akiacha pesa kwa mama, labda ya uniform, ya daftari au kitu chochote, kampa yeye kaondoka asubuhi kazini. Baba anavurudi jioni, mama anatuambia sisi aje kamwambie baba asante, ile pesa alikuachia daftari. Mimi nakwambia asante baba. Haya sana. Yaani ili utambue, anakutambulisha kwamba ile pesa baba yako ndo kukuachia pesa, nikakuchukulia kitu fulani. Mpe asante baba. Sisi hatusemi kwa sababu ngoja nikwambie, unajua sasa hivi amsemi. Mnasema nyinyi pesa mnatoa wenyewe, mnasema nyinyi kila kitu mnafanya wenyewe. Tena sasa hivi wanawake mna tabia, mnakusanya watoto, mnawatengeneza chuki na baba zao. Ngoja nikwambie, unajua kwa nini wanawake wanafanya hivyo? Kwa sababu kuna baadhi ya wanaume ambao wanahisi ya kwamba yeye akishatoa pesa amemaliza majukumu kwenye familia. Wako ambao wako hivyo, dokta. Kuna mwanaume ambaye akitoa pesa yeye anaona kashamaliza majukumu, hata kuuliza, hata kufuatilia. Hivi unajua kwamba kuna mwanaume leo ajue hata mtoto wake amezaliwa tarehe ngapi?
Unaweza ukamwambia hivi birthday ya mtoto wako ni lini, hajui. Wale yuko darasa la ngapi? Hajui. Hawajui. Kwa hivyo sasa wewe kama sasa silaumiwe huyu mwanamke kwamba inawezekana mimi sijamwambia. Ngoja nikwambie dokta. Nimelaumu kwenye engo gani? Nisikilize. Namwambia haji. Sio wewe. Ngoja nikwambie. Mimi sina shida. Kuna wakati ambapo inawezekana mimi simwambii mtoto. Lakini mtoto anaona tu kwamba mtoto akitakiwa kwenda shuleni ni baba kweli anatoa pesa, lakini mimi ndo nampeleka. Anazionea wapi? Mtoto anaona mama kapeleka mimi kulipa ada au mama kanipeleka mimi kwenda kulipa ada. Imetoka kwa baba. Si anamuona mama jamani? Yaani mimi ninachokisema hivi, ngoja nikwambie. Wanaume mjue kabisa kwamba pesa sio kila kitu kwenye familia. Unaweza ukawa unahudumia vizuri, unatoa pesa, lakini pia hata kama uwe bize kiasi gani, hauwezi ukakosa muda hata kidogo, hata lisali moja au nusu saa ya kuwa karibu na watoto. Je, utawasimulia yote uliomwachia mkeo? Sio kusimulia, kuwa nao tu karibu. Kuwa nao karibu, watoto wanaona unawajali. Watoto wanakariri vitu, watoto wanaona hata kama wewe unatoa lakini hauko karibu nao, wataona tu kwamba mimi unachokifanya